hata yeye kidogo karibu ateleze. Bahati mzuri tu yeye huwa anatembea na Rosery yake. Na siku nyingine aliniambia siku ile alienda akasalimiana na huyo mzee, msalaba kwa kifua ilitetemeka usiku yote. Akajua hapa nimepotea, nimeenda kwa mchawi. Akapenduka na akarudi kwa Kenya Kwanza. Si ndio maana tuko hapa siku ya leo. Kama bahati mbaya angefuata, unajua hiyo siasa haikuwa rahisi. Watu wengi sana walichanganikiwa, mabishop na nini, ile mambo ambayo mingi ilikuwa hapa na vitisho. Lakini Mungu akasimama na sisi, na ndio maana tuko hapa. Tumeanza sasa kazi ya kuweka muundo msingi mzuri wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mwananchi yule ambaye ako chini, ambaye tuliwaita wakati ule wa campaign na hata sasa hustlers wa kawaida, wanajumuika katika mpango yote ya serikali. Ile mambo ambayo sisi tunafanya ni kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida anasaidika kwa mipango ya serikali, wala sio wachache tu waliokule juu kama ilivyokuwa katika serikali iliyopita. Na ndio maana unasikia, mimi niliwasikia viongozi wakizungumza na nakubaliana nao. Zamani serikali ile ambaye tuliondoa, ile ya handshake, ilikuwa inaongozwa na Uhuru na Raila, walikuwa wakizungumzia tuseme mambo ya chakula, badala ya kuwapatia wakulima subsidy ili kuhakikisha mkulima anaweza kuproduce na bei nafuu, patiwe mbolea ya bei nafuu kama hii ambayo serikali ya Kenya Kwanza inapatiana. Hao wanakuuzia mbolea 7,000, unauza mahindi, alafu sasa badala ya wewe kulipwa pesa, wale matajiri ambao wanasiaga hiyo unga ndio wanalipwa hiyo pesa, mwananchi wa kawaida anabaki hohehae. Serikali hii imekuja imebadilisha mfumo huu na imesema badala ya kununua 7,000 uje upewe mbolea na shilingi 3,500, na tunawapatia pongezi kwa hiyo. Ile tu ambaye tungesema Mheshimiwa Deputy President, ambaye viongozi wengine wamezungumzia hapo awali, wamesema tuongeze hiyo fertilizer iwe nyingi zaidi. Wakati ilikuja ilikuwa chache, na unajua shida ilikuwa imekuwa